الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد tunaendeleza durusi zetu ambazo zinafungamana na i'tikaf. Tumesema vitu ambavyo kwamba mtu akifanya haiharibu i'tikaf yake. Ni mathalan ikitokea mtu anahitajika kwenda kutoa ushahidi katika jambo fulani iliyotokea na alishuhudia yeye, anatakikana katoa ushahidi katika jambo hilo. Yeye ataruhusiwa kisheria atoke akatoa ushahidi kisha arudi kwenye i'tikafi yake, na hiyo haitakuwa sababu ya yeye kubatilisha i'tikafi yake. Imekuja aya wala ya'ba shuhadau idha ma du'u, wala sikatae wale mashahidi kwenda kutoa ushahidi endapo wataitwa. Kwa hiyo mwenye kuitwa kwenda kutoa ushahidi na kwenye katika i'tikafi, na sheria inamruhusu kutoka kwa sababu ni dharura, ataenda kutoa ushahidi kisha atarudi, wala i'tikafi yake haitakuwa yenye kubatilika. Na ya 10, jambo ambalo kwamba inaruhusiwa kwa mtu ambaye kwamba akona i'tikafu wala hayaribu i'tikafi yake, ni mwanamke ambaye kwamba akona istihadha, damu ambayo kwamba sio haidh wala si nifas. Damu ambayo kwamba sio haidh wala si nifas, damu ya istihadha, wanafahamu wanawake wenyewe. Imekuja katika hadith ambayo kwamba ni sahih Bukhari an Aisha radhiyallahu anha qalat اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مع أزواجه وهي مستحاضة اعتكفت مع النبي، يعني علي فاني اعتكاف مجانا متومة محمد صلى الله عليه وسلم، نقولكونا mwanamke ambaye kwamba akona istihadha, mwanamke alikuwa akona damu ya istihadha, fakanat tara alhumrata wasafra, alikuwa anaona damu ile ambayo kwamba ni nyekundu na yellow. Naam, so فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي، يعني yule mwanamke alikuwa anaendelea na i'tikafi yake na vile vile alikuwa ana swali. So mwanamke mwenye istihadha anaruhusiwa kuwa katika i'tikaf na haiharibu naam sala yake, haiharibu i'tikafi yake wala sala yake vile vile haiharibiki, ila mwanamke ambaye kwamba kuna haidh hawezi kusali. Mwanamke ambaye kwamba kuna haidh hawezi kusali, ama istihadha anaweza kuswali namna haibatilishi i'tikafi yake. Nukta nyingine muhimu zaidi ambayo kwamba itaharibu i'tikafi ya mtu endapo hatofuatilia ni kuomba ruhusa kwa mume wake. Kama msichana ameolewa, basi anafaa anapotaka kwenda kwenye i'tikafi amuombe idhini mume wake kabla kutoka, asije akatoka bila kuomba idhini mume wake. Naam, fa in adhina laha wa illa falahu an yarji'a fayamna'aha. Kama mwanamke atakubaliwa aende i'tikaf fala ba'sa, haina shida, lakini endapo mwanamke akiwa ataambiwa na mume wake usiende kwenye i'tikaf, basi haifai kukhalifu jambo lile. Kwa hiyo imefahamika kwamba mwanamke anaweza kuwa katika i'tikaf bi shartin, anafaa kuomba idhini nyumbani, kama kuna baba yake ama wazazi wake aombe idhini aende kwenye i'tikaf. Ama kama akona mume wake, basi amuombe mume wake idhini kwa njia nzuri, na inshallah biidhnillah mume wake atampatia idhini aende kwenye hiyo i'tikaf. Lakini akimzuia asiende, basi asilete fujo. Na hiyo hadithi ipo katika sahih Bukhari kwamba alayhi salatu wassalam alipatia idhini wake zake wakaenda kufanya naam i'tikaf. Kwa hivyo bila idhini utakuwa umebatilisha i'tikaf yako. Katika darasa inayofuata inshallah biidhnillah tutangazia yale ambayo kwamba yanavunja na kubatilisha i'tikaf ya mtu. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.